Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PMBet, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada. Tunashukuru sana PMBet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ni www.pmbet.co.tz. Vipi daktari, anaendeleaje mwanangu? Nifuate ofisini. Mama, punguza pressure. Pressure lazima babangu, mtoto wangu yule. Majibu ya mwanao ana shida ya figo. Yana mwanangu. Baba. Jibani mtoto wangu. Mwanangu jibani. Ukwa. Figo tena. Na hii ndo maana imepelekea mpaka amefikia hatua ile. Figo zake mbili zote zimefeli. Mungu wangu. Figo zikifeli na hii kupelekea mwili kujaa sumu. Na tumeona pale mapafu yameshaanza kujaa maji. Hii ni hatua mbaya sana. Maana hata miguu yake imeshaanza kuvimba. Ni dalili za hatari. Wanangu mie. Lakini mama, ipo namna ya kumsaidia mwanao. Zipo njia mbili. Njia ya kwanza kitaalamu tunaita dialysis. Hii ni njia ya kutoa sumu mwilini kupitia usafishaji wa damu. Na hii utaratibu wake kwa wiki inatakiwa afanywe mara 3. Lakini ni gharama sana. Mudi ameshakufa mwanangu. Mwanangu ameshakufa. Mungu wangu. Na hii njia ya pili ni kubadilishiwa figo. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wa moo. Dunia tamu tamu. Kula mama.
kula ushibe. Unajua mimi nipo kwa ajili yako na chochote utakachokitaka wewe sema, mimi nitaafodi kwa wakati. Sawa? Hapa nipo kwa ajili yako. Vipi? Vimepungua nikuongeze? Amna, usijali. Inatosha. Yaani kama hujashiba sema, mimi niko tayari nikuongezee chips zingine na kuku je? Amna, usijali. Basi vizuri sana. Asante. Asante na wewe. Sasa bibi, samani, ni wakati mzuri sasa wa kupata jibu langu. Unajua kuna vitu bado sijafunguka kwako, vimejificha ndani yangu. Natakiwa nikipata umiliki kwako, basi niweze kufungua kila kitu kilichokuwa kwangu, ili niweze kufanya mahitaji muhimu juu yako. Kwa nakuomba sana, ukinipa jibu itakuwa poa sana. Unataka jibu? Nimekubali. Hebu acha utani. Unamaanisha? Au nikatae? Hapana. Usifanye hivyo. Niko sijasikia tu vizuri. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Wewe nini lakini? Si nimekwambia mimi sijawahi au? Sasa shida ipi tena mama? Kipenzi la Azizi. Nyongo mkalia hii jamani. Kuna shida gani? Si tumeshakuwa wapenzi. Yaani nimekukubalia sasa hivi na sasa hivi unahitaji kufanya mapenzi? Hapana. Mimi nimeshakwambia sijazoea hayo mambo. Na tena kuna wenzako kibao huko nje walikuwa wananitaka. Na walikuwa kiniambia hizo mada. Tunaachana mara moja. Na naona kabisa wewe unataka tuachane. Na hatutofika mbali tukiendelea hivi. Nishakwambia sijawahi na sitaki kufanya mapenzi. Kuwa muelewa. Jamani, mpenzi. Hili swala kama hujazoea,
ni wakati sasa huu sahihi wa kwanza kukufundisha taratibu, mdogo mdogo utazoea. Unadhani wale wote wazoefu wako nje huko walianzaje? Walianza taratibu, mwisho wakazoea. Alafu usichokijua sasa, uko na mtaalamu kidume mwenyewe ambaye anaweza nikakutengeneza taratibu ukazoea. Kwa kubali nikufundishe mdogo mdogo uzoee. Nisikilize. Mimi nimekukubalia ni kwa sababu umesema unataka kunioa. Na nyumbani kwetu hawaruhusu kabisa mimi kuwa na mahusiano. Na baba akija kujua kama mimi na mahusiano, anaweza kanifukuza nyumbani. Kama kweli unanipenda, nioe alafu tuendelee kufanya hayo mambo. Jamani, tunachokifanya hapa ni kubariki. Tunazindua mahusiano yetu ili tuifungue milango ya mapenzi yetu. Hakuna tatizo lolote. Mimi najua siku ya leo tu ukishanipa hakuna tatizo lolote litakaloendelea. Alafu kama swala la ndoa, nimeshakwambia kabisa lazima nikuoe. Yaani wewe ni mke wangu kabisa. Sasa shida iko wapi mama? Mbona vitu virahisi unataka kufanya viwe vigumu? Kwa nini ndo mwanamke wa kwanza kufanya hili jambo? Hebu angalia, kuna wengine wako hospitali, wewe umezaliwa. Wazani kwa sababu gani? Kwa sababu ya tamaduni ya hili tendo limesharuhusiwa. Tumeambiwa tuje tuzaane, manaki tumeshakubaliwa kabisa hili jambo lifanyike. Mimi najua kabisa kweli kuna vitu upande wako hujawahi kufanya. Na wazazi wako kuna vitu umekatalia usifanye. Hata mawasiliano umekatalia. Lakini hebu angalia, ushakuwa mtu mzima. Una maamuzi yako. Kitendo cha wewe kunikubalia mimi, manake umeshakubali mimi nawe tuwe pamoja. Umeshatengeza bondi kati yangu mimi na wewe. Na umesharuhusu kila kitu kifanyike kati yetu bila kunyimana wala kufichana. Na hiyo ndo maana halisi ya kuwa wapenzi. Sasa inakuwaje leo unaninyima? Mimi ni mpenzi wako, nipe mama. Iweze Si ulisema una simu? Hii ya ndugu yangu G. G! Simu yako inaita. Bwana unachukua simu yako vipi bwana? Shule inayofunza mema na mabaya dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nayo. Ndio maana sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio mnachelewa, nyamwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa uwezo wako na nguvu zako Baba. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu, umetulinda, umetubariki na kutuinua. Asante Baba kwa kuwa ni Mungu ambaye unatupenda. Tazama mwana wako tena Mungu najileta mikononi mwako wakati huu Baba. Ulisema Mungu tukuombe, nawe Baba utatujibu. Ulisema Mungu sikio lako si zito wala lisisikie. Nami Mungu nakuja mikononi mwako Baba, nahitaji unisaidie. Ulisema Mungu katika maandiko yako matakatifu kwamba mke mwema utoka kwako.
Nami Mungu naomba unisamehe kama sikukushirikisha katika hili Baba, naomba unisamehe. Lakini bado nakuja mikononi mwako tena, wakati mwingine nahitaji unisaidie. Unisaidie Baba katika kupata mke mwema, mke sahihi, atakayeishi katika misingi ya dini. Misingi ambayo Baba itakupendeza wewe na itampendeza pia na wanadamu. Mungu wa mbingu na nchi, bado nahitaji Bwana kupata mke sahihi, ambaye Mungu ataniheshimu, ambaye Mungu atakwenda sawa sana mapenzi yako. Nipe maono ya ndani kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Mke ambaye ataweza kunisikiliza katika yale ambayo mimi nahitaji. Mke ambaye ataishi katika neema ambayo mimi nahitaji, ila kupitia maono yako na nguvu yako tu Baba. Naamini kupitia hilo. Asante Mungu kwa kuwa utanipa mke mtii, atakayenisikiliza, atakayenijali, atakayenithamini Mungu. Mke ambaye Baba tutaendana katika tabia zetu Baba, maana hata maandiko yako yalisema Mungu, watu wawili hawawezi kutembea pamoja ikiwa Baba hawajaambatana. Nami nahitaji neema yako katika hili Baba. Nahitaji neema yako katika hili Baba, Mfalme. Nahitaji mwanamke ambaye atakuwa ni mtakatifu, ataishi katika utakatifu, ataishi katika uungu, ili Baba nguvu zako ziweze kupata nafasi katika familia yangu pamoja na kizazi changu. Naamini kupitia hilo Baba, kwa kuwa nimeomba nawe utatenda. Utanionyesha Baba miujiza. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru na kujiachilia mikononi mwako. Amen. Jamani, usinifanyie hivyo mwenzio, utaniua Toni. Mbona umekaa mbali? Au unaniogopa? Hapana. Basi sogea. Ila Toni, umeumbika. Hongo dhambi. Mbona kawaida? Nasikia raha mimi. Sasa nataka niongee na bosi wako. Yaani nataka nikumiliki uwe wangu kabisa. Kiasi chochote anachokitaka mimi nitampa. Ili mradi uwe wangu peke yangu. Na wivu sana. Hapa penyewe nishachanganyikiwa. Naona kabisa siwezi kuishi bila wewe. Au unasemaje? Sawa. Kama mtakubaliana na shida, mimi nipo kazini. Asante. Nini iko? Hii kondomu. Hii nini? Hii ni kwa ajili ya usalama kati yangu na wewe. Kwani bosi wako hajakwambia? Mimi nimelipia VIP.
Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona, najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Siwezi kula pipi na karatasi zake. Lakini mimi na tujuani. Ndio kwanza tunakutana hapa. Afikizingatia mimi na mzunguko mwingi sana. Lakini tukitumia hii inaweza kutuepusha na madhara ambayo yanaweza kutokea baina yetu. Na ukizingatia mimi natakiwa niendelee kufanya kazi. Sawa, wewe upo kazini. Na mimi ndo starehe yangu, na ndio maana nimelipa dau kubwa ili nipate ninachokitaka. Na sio kama bosi wako hajui. Anajua kila kitu. Na shangaa wewe umekuja na huo mpira. Mimi siutaki bwana. Kama uwezi, mimi nimpigie bosi wako simu. Aniletee mtu mwingine au anirudishie pesa yangu. Maana nimetoa pesa nyingi kwa ajili yako. Haina haja kumpigia simu. Mimi nitaifanya hiyo kazi. Sasa unaogopa nini? Mbona umeshika funguo mkononi? Yaani humu ndani leo hatoki mtu kuanzia saa hizi mpaka kesho asubuhi. Yaani kama ni chakula tutaagizia kitaletwa. Yaani hatoki mtu humu ndani mpaka mimi niamue tunatoka lini. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Hata kama ndio umwambie kaka watu hivi. Dada, ungekuwa kuweza. Mwanaume gani yule mimi? Mwanaume yuko lafu. Mwanaume yuko ovyo, mimi wa kazi gani? Mimi nataka kuona mwanaume mrefu, mzuri, at least kidogo ana gari, ana hela, anapendeza. Mimi ndo nataka mwanaume hivyo niwe. Kuna utamu wake kula vitu kwenye gari dada. Hata siku kija kunichita kiniacha kama mwenzangu. Na mimi nimeambulia kidogo hata kwenye gari. Jamani, sasa mnaanza wote maisha. Akaanza maisha na nani? Akatafuta maisha huko na ndugu zake. Mimi mwenzangu nataka mwanaume kidogo ameshajipata. Nikifika napumzika zangu. Sitaki mambo ya stress sasa hivi. Sasa wewe, una uhakika mwanaume unayemtaka naye utakuwa una vigezo anavyovitaka? Wewe endelea. Mimi dada yako kwenye age hiyo miaka 18 19 nimechagua sana. Ona sasa hivi. Kuna muda nikikaa ndani nalia tu mwenyewe. Nasubiri Mungu aletee yote mradi awe anapumua. Hivi dada, unafaniona kwa uzuri mdogo wako nizanga kusema mwanaume maana? Kwa uzuri huu. Haka mwenzangu mimi nataka mwanaume tayari ameshajitafuta, ana mali zake, ana gari zake huko. Haka mwenzangu manzana kutaka ma stress mimi hata siataki sasa. This is salama. Kati yenu napona ni Mati. Mati kwa ndani. Mati. Kuna mgeni huku. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili.
wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.